Hello wapenzi watazamaji wa Amipro Show257, tuna imani kwamba mko fresh, mko poa popote mlipo. Ni Rosi presenter on the mic, ila kwa siku leo nimejaribu kuletea producer ambaye anafanya kazi vizuri kwa miaka nenda rudi. Ni producer ambaye anajaribu kufanya hit song ambazo zina trend mtaani. Ni Bedi best, na pengine tuweze kumsalimu na tufahamu mengi kupitia jina lake na kazi zake anazifanya vipi. Tukusalimu sana Nije. Ya, shukrani sana. Uko vizuri, umekaa vizuri, smart kabisa. Niko sana, shukuru Mungu. Alafu tumekukuta kwenye kazi yako wana record, na ukiwa na record nyimbo na kuzitengeneza na kufanya mastering pia. Labda tungesema kwa sasa hivi unafanya kazi ya msanii gani kama tulivyokukuta? Kwa sasa niko natumika kazi na ndugu yangu mmoja hivi, sio fresh kusema sema unajua, lakini kazi kitoka tu utasikiliza na wewe mwenyewe utajua tu. Yes, Bedi best. Kabla tujaingia kwenye maswali yetu mengi, tufahamu kwanza kitu gani ambacho unakiandaa kwa mwaka huu 2020 ambacho ukifanya mwaka 2021. Mwaka 2021 ambacho ukifanya mwaka 2020. Hivi kwa sasa nimesema nita change something ndani ya production yangu, sababu sitaki mambo nilikuwa nikitumika before. So kwenye masound ambao wanasikiliza watasikiliza vitu vimoja vimechange, yani style. Change style, ndagusia style mbalimbali. Yani ni kusema tu kwamba sitatumika hizo production za 2020. Yani nakujana za 2021. Yes, kwa wale watu ambao wanakufahamu wengi kama Bedi best, ulifanya kazi vizuri, na miongoni mwa watu ambao wanafanya vizuri kama producer kwa kuproduce muziki hapa nchini Burundi, jina lako la Bedi best limo ndani. Na wale ambao labda wanakusikia Bedi best lakini wakiwa wanakusikia kwa mara ya kwanza na kukuona kwa Amipro Show257, wakufahamu Bedi best ni mtu gani kivile kiundani zaidi? Bedi best ni producer ambaye anatumika Burundi. So mimi ni mtu ambaye nimezaliwa Kongo, kwa sababu mimi ni Mkongomani na nikakuja soma hapa, lakini nilikuwa nikienda Kenya sometimes, nilikuwa nikisoma mambo ya production. So nilikuwa nikivakia hapa Burundi sometimes niingia Kenya. So nimaliza kabidi nianze kutumika, na ndio hivi nimeshakuwa na mwaka moja na nusu sasa kwenye industry niko natumika ya Buja Flavor, na Mungu amesaidia, jina liko linaendelea kwa sababu ya kazi tunazozitoa. Yes, Bedi best ni mwaka mzima sasa, takriban mwaka na nusu ukifanya production yako hapa nchini Burundi. Labda watu wangefahamu, ndio unaanza production yako kwa huyu mwaka mzima takriban na nusu, au ndio labda ulifanyia sehemu nyingine ukaja kufanya Burundi? Wapi, ndio ilikuwa kuanza sasa fresh production. Kwanza naweza nikasema mwaka mmoja. Kwa kusema kuanza fresh, naweza nikasema mwaka mmoja. Lakini yale nyingine ilikuwa ni kujifunza tu, kutafuta experience mbalimbali. Kuna wale watu ambao wakianza career zao, yani career zao inakuwa ni vigumu sana kusonga mbele na pengine kuweza kusumbuliwa na mambo mengi sana zaidi. Changamoto zipi ambazo ulikutana nazo kwenye kazi zako za production? Ni kufuatana tu na wasanii, kwa sababu kuna wasanii fulani wenye wakija, yani kila mtu ana style yake ya kutumika. So hizo style za kutumika kulikuwa changamoto fulani. Sema tu leo tunashukuru Mungu kwa sababu tumeshaielewa kazi, tumeshaielewa muziki jinsi unaenda. Yani hatuwezi tukasema tena kwamba hatuna experience ndani ya hii kazi. Sema tumeshaiwa kila kitu, tumeshaelewa ya. Bedi best kwa mwaka 2020 ulifanya hit song nyingi, na kwa ujumla song nyingi. Je, unaweza kwa wafahamisha watu song ambazo ulizifanya na zikatrend sana kitaani? Mimi nimeshatumika nyimbo nyingi sana. So sijui kama naweza nikakumbuka kwa sababu nilikuwa ni nyingi. Mimi nimefanya ngoma Big Fizo na Lolilo, nimefanya ngoma za Lolilo zimoja, nimefanya ngoma za Alvin, ngoma za Esther, yani ni nyingi, na ngoma za wengi sijui yani. Ziko nyingi nimefanya na zina trend. Lakini ngoma ya mwisho ambayo nimefanya ilikuwa ya Muhama ya nani? Alvin Smith. Na baada ya Muhama nafikiri tumefanya nyingine bona mimi na yeye na Mokenzi. Afu kuna nyingine imetoka, sijui kama ilikuwa mwa 2020, lakini nafikiri imetoka, inaitwa Suko. Nao ni ngoma ambao ni hit song. Suko ni ya Mokenzi, Mona Warda. Nimeifanya nayo, nafikiri tulikuwa tujaingia mwaka 2020. Yes, siku moja hivi waliweza kukufananisha kwa touch na Amipro.
Ushaga kusikia hilo? Mimi sijasikia, mimi niko busy na kazi zangu, sifuatilia yale mambo. Maana kuna kile kitu kwa production yako beat ikiwa inapiga wanasikia kama kinanda vile piano, yani tunasema wanasikia kama inaenda kama vile anavyofanya Amir Pro. Unajua kwa producer nao wanapashwa kufanya hiyo ushirikiano, hata sio kuongea, hata kwenye touch, kwa kuangalia si muziki wetu utaenda mbele. So kama wanaweza wakasikia hivyo, mimi mwenyewe natumia Logic, Amir Pro natumia Logic. Unasikia kwamba nafikiri anatumia Logic. Unasikia kwamba kuna nafasi naweza kuwa niligusa na akagusa vitu ya hivyo, lakini sio kusema vinafanana sana. Sema tu kuna matachi tofauti yenye tunapishana naye. Yes, kwa wasanii ambao umeshaweza kufanya nao kazi kama producer, ni wanamuziki gani ambao wameshawahi kukusumbua sana kwa production? Kwa sababu unajua labda mnakuwa na kazi za kuweza sijui kumwambia fanya hivi, sijui fanya nini. Wapi ambao walifanya nawe kazi lakini ukasumbuka kidogo? Wasanii wangu ambao tunafanya kazi wote tunaelewana. Sema huyu msanii akija na yeye producer Bedi best ataki hiki na ataki hiki. Na mimi msanii ni hivyo namjua huyu msanii anataka hiki na hiki na hiki. Na ndio maana tunashirikiana hivyo. So kusema kusumbuana sijaona mambo ya kusumbuana, inakuwa kuelewana tu, kwa sababu si wote tuko tunataka kitu kikwe kikali. Na msanii akija studio hawezi muimpose, yani hawezi muambia shurutisha kama mimi nataka hiki, na japo yeye mwenyewe alikuwa anajua nyimbo yangu nilikuwa nataka iende hivi. Sasa ni wewe producer wa kumuongezea mautamu ili afikiri nyimbo yake itoke kuzidia vile ngisi alikuwa anafikiria. Na hivyo ndo natumika na wasanii wote. Yes. Bedi best pia ni producer ambaye anaonekana pia kwenye game kama mwanamuziki. Nishaga kuona video Bedi best akionekana ndani kama mwanamuziki. Inakuaje mpaka kuchukua wewe mwanamuziki na wewe ufanye kama kazi ya kuproduce nyimbo za watu? Sema kweli sometimes mimi naimba, sema tu kwake na muda sana wa kuingia mwa hayo mambo. So unajua mimi ni producer na siwezi nikafanya production na mimi nikose imba sometimes. Na gospel music na ziko kwenye YouTube, ukienda unapiga Bedi best utaona utazikuta. Ila ni kwa nini kitu gani ambacho labda kitakusumbua wewe kuimba muziki kama mwanamuziki na pengine kuweza kufanya production? Kitu gani ambacho labda kinakusumbua vile? Ni muda mimi na kazi nyingi sana. Mimi 24 hours na kwa niko natumika. So kuna wasanii wengi hivi wameshanijua na wanataka tufanye nao kazi. Sasa muda ambao na mimi ningefanya music yangu najikutaka niko ndani ya production. Unajua kuna wakati hata nakosa muda wa kwenda family tour ya nyimbo zangu. Unasikia? So mimi natumika ndo kwa sababu mimi kwenye production niko official. Lakini kwenye music nikisikia kama mzuke nakuja nachapa beat na imba. Tukushukuru basi kwa muda wako uliweza kutupatia ili tuweze kufanya mambo na kuongea mambo matatu mawili au labda ilikuwa ni vizuri zaidi, na pengine tuweze kukutafuta kwa siku zingine, labda tutupatie muda. Na mimi nashukuru sana. Yes, ilikuwa ni Amipro Show257, tulikuwa tukiongea na Bedi best, ni producer ambaye anafanya vizuri hapa nchini Burundi, na ni producer ambaye yuko hit kabisa miongoni mwa wale ambao wanafanya vizuri nchini Burundi kwa kufanya hit song. Yupo ndani miongoni mwa hao. Basi Rosi presenter kama hivyo niweze kuwa again na niweze kuwakumbusha wale ambao waliweza kufanya subscribe wajaribu kuifanya, na pengine hujaweza kufanya share ukumbuke kufanya share kwa wenzio ili uweze kupata kitu kikali, bila kusahau like au dislike, yote ni kawaida, na pengine comment kwa kile ambacho ulikiona, afu mambo yakae vizuri, yakae design. Bye, tukutane next interview.